Mungu hutuangalia. Wakati wote unapopigana vita, lazima upime uzito wa vita. Lazima you look at the way of the matter. Uzito wa lile jambo nalopigana nalo una nguvu gani? Hata sasa hivi wanapopigana Iran, wanapopigana Iran, Israel, na hata Amerika, wanaangalia nguvu za makombora, nguvu za uweza wa kupiga vita. Kwa hivyo Mungu anatamani unapoenda kumapproach, maombi yako yana uzito wa hicho unachokitaka. Yaani watu wameingia hekaluni, wameongea na Mungu, lakini ni kule kupapasa papasa. Kuna maombi ya kupapasa papasa tu. Unakuja umeshaona mtu ameingia kuomba, lakini bado ana simu mkononi, na anazunguka, anatoka pande ile anaenda pande ile, lakini anaongea kwa lugha, lakini bado anatazama. Au labda pengine anaongea na mtu wa pikipiki kumwambia niko karibu kumaliza njoo, lakini yu bado yuko kwenye maombi. Yaani au ni maombi ambao haujamaanisha. Alafu ni kufundisha kitu kingine. Sisi walokole, kinachofanya tufunge macho tunapoomba ni nini? Tunaomba unajua sasa hivi nikifungua macho na ninaomba, nitamuona huyu dada pale, nitamuona yule mzee amevaa kaunta, nitamuona pastor wetu, nitaanza kufikiria habari ya macho yake 4, hauta concentrate. Lakini ukifunga macho, ni wewe na Mungu. Ni wewe na Mungu peke yako, mnalingana. Una concentrate wewe na Mungu. Hiyo ndiyo sababu ya kumakinika unapoomba. Hao jamaa wakaenda siku ya kwanza wakaomba tu kupitia. Kuna maombi ya rasha. Kuna wakati mvua inanyesha lakini hainyeshi. Ukiuliza watu kwenu kumenyesha? Kumenyesha lakini kambua kamepita rasha. Kuna kumaanisha kwa mvua kunyesha. Sasa hao watu hawakumaanisha katika maombi yao. Waliomba rasha tu. Naye Mungu akajua hamjamaanisha. Nendeni. Wakaenda, maandiko anasema wakapigwa, wakachinjwa, wakakatwa kichwa. Unakumbuka wana wa Israeli walikuwa wameagizwa na tuanze na Daudi. Daudi aliambiwa kama unataka kushinda vita, sio kuua Goliath, hapana, ni kuua, kata kichwa, onyesha watu kwamba umeshinda. Hiyo ndio kupiga vita. Amen. Sasa hawa watu wameenda, lakini safari hii wameenda vitani, wamekatwa vichwa 22,000 kwa sababu ya kucheza tu. Hapa kanisa lenu tuseme lina watu kama 305. Hebu fikiria vichwa 22,000 vimesambaa kwa sababu ya uzembe wa kujua kuomba. Endelea. 21. Wana wa Benjamini wakatoka Gibea, wakaangamiza hata nchi watu 22,000 katika Israeli siku hiyo. Lakini watu wa Israeli walijitia nguvu, wakaviandaa vile vita mara ya pili, mahali pale walipojiandaa siku ya kwanza. Walipoenda wakauawa 22,000, wamerudi tena wakasema jamani, tujitie nguvu tu turudi tena. Wakarudi mahali pale, yaani wakarudi hekaluni tena, kuanza nguvu tena. Wakamwendea Mungu mara ya pili, wakamuuliza kwa nini Mungu tumeshindwa hivyo? Unajua wakati mwingine Mungu anatuangalia tu. Amekupa mbinu, amekupa nguvu za kupiga vita, lakini hauzitumii. Sasa Mungu anakuangalia tu. Unazo silaha zote. Kwa mfano, kitambo tuone huu umeme au mwangaza huu, tulikuwa tumezima, switch off. Hizi switch zote ziko huku. Lakini sio kwamba eti hakuna umeme. Umeme unaweza uwepo, lakini sasa kitu ambacho unahitajika ni kuswitch. Kama hujaswitch, hakuna kutembea nguvu hizi za umeme, utakuwa kwenye giza. Lakini mashini yetu kule inaguruma, inaonyesha kwamba bado umeme upo, lakini sasa kama hujaswitch, hautapata nguvu za kuona umeme. Wale jamaa wakarudi pale tena, Waisraeli wakasema acha turudi tena tumlingane Mungu mara ya pili. Hebu tusikie mara ya pili watafanya nini. Wana wa Israeli wakakwea juu na kulia mbele za Bwana hata jioni. Sikia, mara ya pili
wamefanya kitu ambacho hawakukifanya safari ya kwanza. Safari ya kwanza walienda wakaomba tu, alafu wakaamka wakaenda vitani. Lakini safari ya pili maandiko yanasema wakaongeza gia nyingine, gia ya kulia. Yes. Do you know crying before God is so powerful? Kulia sio kule kwa wanaume. Wanaume wa kule kwetu wa Kikuyu wanasema eti machozi ya mwanaume inaangukaga huko tumboni. Hapana, hii sio ya kule tumboni. Hii ni ya kabisa kabisa ionekane. Daudi anasema, tazama machozi yangu, kitanda godoro langu lililoana kwa machozi. Alafu mahali pengine anasema katika Biblia, nao machozi yangu yatapimwa. Mahali pengine kwa Biblia, hii ni Biblia ambayo unaisoma kila leo, inasema nasi tutafutwa machozi, sio ya tumboni. Hapana, ni machozi ya kulia kabisa. Mimi kama sijalia nikiomba, hakika sisikii kama nimeomba. Na Paulo akasema nilienda katika anga ya kwanza, anga ya pili, anga ya tatu, anga ya nne, mpaka akasema alifika anga ya saba. Unajua, unaweza kwenda tu lakini hujafika. Uko anga ya tatu. Sasa hapo katika anga ya tatu ndipo mtu ana mahangaiko. Yaani unasumbuka tu lakini bado unaomba. Takiwa uwe na upenyo. Yaani ukisikia mtu amelia ni kwamba kuna mahali amemgusa Mungu, amepenya. Unasikia kabisa hapo, sasa nimesikia vizuri. Mama moja anaitwa Anne. Alikuwa ameenda Shilo. Mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu yuko Shilo. Na anaenda tu na sadaka zake, lakini hafiki. Kwa nini? Hajalia. Lakini maandiko yanasema siku moja akaenda hapo, akamwambia Mungu, hapa sitoki sasa mpaka kieleweke. Yaani maandiko yanasema she empties her heart. Yaani akamimina moyo wake wote, akaacha katika moyo wake hauna. Yaani akalia. Umeshawahi kuomba maombi ya kulia? Unatoka makamasi. Mate yamedondoka. Umeshawahi kuomba maombi haya? Maombi ya kumaanisha. Yaani unatikisika. Yaani umeshazama. Hautaki kusikia kitu. Hata kitu kikitembea huko nje usikii. Yaani umezama. Huyu mama akaingia hekaluni akalia. Paka Eli akaangalia, mchungaji wake alikuwa anaitwa Eli. Akasema hapana, hii si ya kawaida. Akaenda akamguza, akamuuliza, mama, umelewa kileo gani? Ni chang'aa? Ni busaa? Au ni taska? Akamwambia sijalewa na vyovyote hivyo ninavyotaja, ila nimelewa na Roho Mtakatifu. Hakuna kitu cha kulewa na Roho Mtakatifu. Hakuna kitu cha maana kama kulewa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akikuongoza utaomba maombi yasiyokuwa ya kawaida. Haleluya. Maombi yasiyokuwa ya kawaida, unazama, unaingia. Haleluya. Hayo ndiyo maombi yanayovunja ngome, yanayoangusha falme za giza, yanayovunja mikataba yote ya adui. Mipango ya shetani inasambaratishwa na mtu anayezama na kulia. Biblia inauliza, watatoka wapi wamama watakaolia na kuomboleza? Hao ni wamama ambao they are so serious. Nami nitauliza watatoka wapi wazee? Sasa wamama wanaulizwa, mimi nitauliza watatoka wapi wazee? Wazee watakao maanisha waombe mbele za Mungu, waombe, walie. Walie. Endelea. Wakamuuliza Bwana wakisema, je, niende nikaribie tena kupiga vita juu ya wana wa Benjamini ndugu yangu? Bwana akasema, haya, kweni mwende kupigana naye. Basi wana wa Israeli wakakaribia juu ya wana wa Benjamini siku ya pili. Benjamini alitoka kupigana nao kutoka Gibea siku ya pili. Wakaangamiza hata inchi watu 18,000. Tena sasa fika hapa mpendwa. Sasa kule kulia tu peke yake, kile kilio walicholia kimewapunguzia watu 4,000. Wangeuawa zaidi, lakini kule kulia tu ukapunguza watu 4,000. Maana walikuwa wameuawa 22. Leo hawakuuawa 22, wameuawa 18,000 kwa sababu ya kule kale kalia tu kadogo tu kakulia. Kulia tu kunaponya pakubwa sana. Watatoka wapi watu wa kulia?
Na mtu mmoja nilipookoka akaniuliza, sasa wewe ni wa ile kanisa ya kulia? Nikamwambia mimi ni wa hiyo ya kulia, kwa sababu hata mbinguni tutakaa katika mkono wa kulia wa Mungu Baba. Sasa unaona sisi ni wa kulia kila kitu. Wewe sijui ni wa nini. Endelea msomaji wetu. Wameuawa 18,000. Hebu tusikie kama watabadilika hawa watu bado. Kuna vitu ambavyo nataka nikufundishe. Jambo la kwanza, lazima kulia. Jambo la pili, lazima ujue kutoka kwa Mungu. Hata katika vita vyako vyote, penda kujua kutoka kwa Mungu. Number 1, jua kutoka kwa Mungu. Number 2, penda kulia mbele za Mungu. Yaani hao ni maombi ya kumaanisha. Tuendelee. Tena katika watu wa Israeli, hao wote walikuwa wenye kutumia upanga. Ndipo wana wa Israeli wote na hao watu wote wakakwea wakaenda Betheli na kulia, wakaketi hapo mbele za Bwana. Wakafunga siku hiyo hata jioni, nao wakasongeza sadaka. Number 3. Wakafunga. Sema kufunga. Wakafunga. Sema kufunga. Kufunga. Kuna mambo hautaweza kuinuka kama haufungi. Kuna mambo, kuna ngazi hauwezi kufika. Unaweza wewe ni mtu wa kawaida tu, yaani upo kanisani, lakini kwa sababu haufungi hauwezi kuinuka. Nataka uniangalie kwa mfano huu. Pale juu, kama nataka kwenda pale, lazima kwanza niinuke nikanyange ngazi hii. Na kama sina nguvu katika miguu yangu ya kuweza kuninyanyua kufika hapa, pale pengine siwezi kufika. Sasa maombi ni kama forklift, inakunyanyua ili uweze kuinuka uende mahali pengine. Kuna kiwango hauwezi kufika kama we si mfungaji. Na Bwana Yesu akasema kwa vinginevyo haiwezekani isipokuwa kwa kufunga. Watu hawapendi kufunga. Watu hawapendi kufunga. Hasa lazima, kama unataka, kuna mapepo mengine yanaitwa mapepo sugu, hayatoki mpaka utakapofunga. Hawa watu kuna vita huwezi kushinda kama ufungi. Kuna vita huwezi kushinda. Kwanza vita ya umaskini, ufukara, uchochole, vita vya magonjwa, maradhi, shida, dhiki, matatizo, mateso hazitoki ovyo ovyo. Kuna vitu ambavyo havitoki. Kuna laana hazivunjiki mpaka utakapofunga. Kuna mapepo yanayokufuatilia ya generational curses. Baba yako alikuwa maskini, wewe bado ni maskini. Babu alikuwa hivyo hivyo. Kwenu hakuna mtu ana kagari, kwenu hakuna mtu amejenga kanyumba kamaana, kwenu hakuna maendeleo. Yaani kuna mapepo yanaitwa spirits of limitation, stagnancy, dormancy, backwardness, setback. Hazitoki mpaka utakapochukua hatua ya kufunga na kuomba. Nionyeshe mtu ambaye anafunga, nitakuonyesha maendeleo yake. Nionyeshe mtu ambaye hafungi, nitakuonyesha mtu ambaye ni stagnant. Haptoki hapo. Ndio ameokoka na ni Bwana asifiwe, lakini huko hapo hafi, hafufuki, hainuki, hakosi hela. Atapata pesa za kusumbua tu, pesa shilingi 3,000, 4, 5 za kulipa nyumba. Hakosi pesa ya kulipa nyumba, lakini hakosi madeni. Anatoka kwa M-Shwari, anaenda M-Kopa, anakopa hapa, anahama anaenda huku kwingine. Yaani umejaa katika mitandao kwa kukopa. Uko kwa women, uko kwa SMEP, yaani uko. Kwa sababu gani? Kuna mapepo hayatoki, ya madeni hayatoki hivi. Kama unataka uwe na financial breakthrough, fanya hicho ninachokuambia, utaona mambo yakifanyika. Mimi nilikuwa mchungaji na ninaongea kwa lugha sana. Ninaongea kwa lugha. Halafu nimealikwa, ninaenda mkesha na ubiri. Nilikuwa najulikana kwa mkesha. Nilifanya mkesha nilipoanza utumishi. Nilianza mkesha, nilikuwa naweza nafanya mkesha. Nikafanya mkesha miaka 3.
Yani every Friday. Na mimi nahubiri watu 55 wanaokoka, na mhubiri watu 70 wanaokoka. Yani ikawa lakini bado nina shida. Yani ni kama na ushemeji na hela. Sizipati, nina haja ya pesa, hazitui. Nazitafuta lakini hazitui. Lakini sasa naomba sana. Kwa ile imani ambayo niko nao na jinsi ambavyo namuona Mungu, naambia Mungu sasa, naomba gari, Mungu naomba gari, naomba nyumba, na tena unipe nyumba ya ghorofa, naomba Mungu nisaidie. Ni hivyo, naomba watoto wangu wasome, wapasi mitihani, naomba watoto wangu wapate degree. Yani lakini siku moja Mungu akanijia, akaniambia, wewe unatamani mambo makubwa lakini maombi yako duni sana. Maombi yako madogo, vitu unavyohitaji, paka nataja milioni, nasema nataka niwe milionea. Sasa Shetani atashtuka kusikia nataka uwe milionea, lakini atashangaa uwe kama nani? Kwenu hakuna mtu amekuwa milionea, utakuwa kama nani? Hasa Mungu akanitokea usiku moja, akaniambia, sasa nataka uchague mambo mawili. Upate nafasi ya kula miaka 40 ule vizuri, au uchague ukose kula siku 40 nikufungulie milango. Nikamwambia nataka kwenda. Yani nikasikia kwanza sisi kama Mungu. Nikasema basi nipe nafasi nifikirie. Nikaenda, nikaambia mke wangu. Mke wangu akaniambia ai, nango reda kukua. Yani au nani umesikia ameshawahi kufunga siku hizo? Siku 40. Achana na hiyo mambo. Nikakaa. Lakini siku moja nikafanya uamuzi. Na Mungu akaniambia, nikamwambia Mungu, nimeamua sasa nataka kufunga. Akaniambia basi nenda Katoloni, funga huko. Nimekupa ruhusa kunywa true tea, chai ya rangi, kahawa na koko, vitu vitatu. Na ndivyo nilinunua. Nikaenda mlimani. Nikakaa huko siku 40. Sijakula kitu. Niko huko. Naomba. Nimeisha. Nikapoteza kilo 28. Nikawa kama katoto. Lakini huko ndani nasikia nina nguvu. Huyu baba ambaye alikuwa anaongoza ibada huko Katoloni ni ya KAG. Alikuwa anakuja ananiambia, baba, una uwezo wa kutuhubiria jioni? Namwambia ndio. Niko tayari. Nakuja napambana hapo. Napiga vita. Watu wanaokolewa, wanafunguliwa. Na kutoka hapo, nikwambie, nilipotoka Katoloni, yaani ni kama nilisema kwa heri kwa umaskini. Kile kitu kilinisumbua, tuliachana nacho Katoloni. Kwa nini? Nilifanya mabadiliko. Nikitoka huko, nilitoka huko na magari, sio gari. Kutoka Katoloni baada ya siku 40, nasema mbele za Mungu, yaani nikaanza kupata magari. Maana na mimi nilifanyia masharti Mungu. Nikamwambia mimi, Mungu natamani unipe gari. Huyo yule mtu alikuwa na gari nzuri, alikuwa na container hapo. Nikamwambia lakini mimi sitaki gari kama ile ya huyu baba wa huku. Na nikamwambia sababu zake. Nikamwambia kwetu kuna mabonde, kuna milima. Nikinunua hii gari hata kama utanipa hii haitanisaidia. Sitaweza kwenda ushirika maana kwetu kuna shida. Hakuna lami, wakati huo hata hakuna lami. Ndio nikamwambia sababu zangu. Nikamwambia mimi nataka unipe gari ya kupanda. Mimi sitaki gari ya kuingia. Na kweli Mungu akanijalia. Hicho anachoomba ndicho Mungu anakupa. Na kutoka hapo maisha yangu yakabadilika. Kwa nini? Kwa sababu ya Ezra 8 mstari wa 21. Ndipo nikaamuru kufunga. Ndipo Ezra aliamuru kufunga. Aliambiwa na Mungu, waamuru watu hawa wafunge. Kwa nini walikuwa wanaamuriwa wafunge? Kwa sababu walikuwa ng'ambo yao, ng'ambo ya mto Ahava, walikuwa wanaenda kupiga vita. Sasa Mungu alijua hawawezi kuvishinda vita. Kuna vita ambavyo hauwezi kushinda kama haufungi. Akawaamuru. Why should he command? Kwa sababu watu hawapendi, lazima wasukumie, lazima uwa command, lazima uwahimize, lazima uwasukumie kufunga. Akaambiwa
command them to fast. Watu bila kuamuriwa kufunga hawawezi, lakini inatakiwa watu wa kujituma kiasi yani unakuta mtu ni mlokole na ni kutoka Januari anatafuna tu, yani anatafuna kutoka Januari hadi Disemba. Wewe ni wa kutafuna asubuhi chai, mhogo, ngwashe, chapati, mandazi, jioni saa 7. Yani nakwambia tumbo alichoki, hata meno hayachoki kutafuna. Wakati mwingine inahitaji unaondoa vitu hivyo na viweka kando. Maisha ya kiongozi wetu ambaye anaitwa Yesu, mwanzilishi wa imani hii, yeye alikuwa kazi yake ni hiyo ya kufunga. Ilikuwa ni kazi ya kuomba. Hebu tusikie sababu zetu za kuomba na kufunga. Hapo penye mto Ahava. Hapo penye mto Ahava. Ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu. Kwa nini walikuwa, maana ya kufunga ni nini? Andika hili, ni la muhimu sana. Kinachotusaidia tukifunga, tunashushiwa roho wa kunyenyekea. Kumbuka maandiko yanasema ya kwamba Mungu huinua walio wanyenyekevu. Yani ina maana anavunja vunja. Yale unajua kuna mambo yako kule ndani yetu. Haujawahi ona mtu ameokoka na ana hasira. Haujawahi ona baba na ameokoka hata ni mzee wa kanisa lakini hasira anazo. Haujawahi ona mtu ameokoka na anaweza kutukana tu. Haujawahi ona mtu ameokoka na si mwaminifu. Sasa tunapofunga yule mtu wa ndani anahudumiwa huko ndani, anafanyiwa kazi. Kuna kitu ambacho kinapigana nacho kule ndani, ule utu. Paka tunakuwa wanyenyekevu. Hata kama ukipata gari hauna shida, hata ukipata pesa hauna shida, kwa sababu tumepewa unyenyekevu. Samani kwa kuongea hili, unakuta mtu amepewa tu gari na tuela tudogo tu na tunamsumbua sana. Akishuka kwenye gari ameshika funguo, ana simu 3. Sasa mimi huwa nauliza, simu 3 unatoka nazo ni za kusikia, zingine masikioni, zingine kwenye mapua. Yani unakuta mtu ana maringo fulani. Ana maringo fulani. Akitoka funguo ameshika. Yani ana tuvituko. Ana tuvituko. Na hiyo ilikuwa sio tabia yake tangu pale mwanzoni. Hapana, ni kitu kimekuta tu. Sasa hiki kitu ambacho nazungumza habari chako, ukifunga unakuwa mnyenyekevu, unaanza kuona hii hata haikuwa yangu. Kuna kitu kinaitwa God's favor. God's favor means getting something from God you did not deserve. It was not even yours. Mimi nikipata kagari yaka najuaga sio kangu. Ni kwamba ni neema, sio bidii, sina bidii kuliko wachungaji wengine, hapana. Ni kitu kimekukuta. Hata ukiona una kanyumba kazuri, sio wewe, ni mkono wa Mungu umefanya kazi. Sasa inatusaidia kunyenyekea na kumtambua Mungu na kumweka Mungu. Kwa hivyo tukifunga tunapewa unyenyekevu. Kingine, na kutafuta kwake njia iliyonyooka. Namba 2, ukifunga Mungu anakuonyesha njia. Maandiko anasema kuna njia ionekanao kana kwamba ni safi au ni nzuri machoni pa mwanadamu, lakini sivyo ilivyo. Sasa ukianza kufunga, Mungu anaanza kukuelekeza, pita njia hii. Na ukipita njia ya Mungu hautapotoka. Sema amen. Amen. You can't go astray. Ukishaanza kufuata njia ya Mungu hauwezi kupotoka. Sasa Mungu utufundisha, utuonyesha njia tunapoanza kufunga. Kwa ajili yetu sisi wenyewe. The other thing, tukifunga hata unaweza kufunga kwa sababu ya kanisa, lakini unafunga kwa ajili yetu sisi wenyewe. Kwa nini sisi wenyewe? Yule mtu wa ndani akorogwe, akamatwe. Utawala wote ulio kinyume na Bwana Yesu ndani yako kwa sababu yetu sisi wenyewe. Yule mtu wa ndani. Do you know? Mwili huku ndio kwao. Na hiyo ndio sababu tukizika tunasema mwili urudi ardhini, maana ardhini ulitoka. Kwa hivyo mwili huko kwao, hauna shida na huku. Kwa hivyo ndio sababu naona unatamani mambo ya huku duniani, kwa sababu huko kwao. Lakini yule mtu wa ndani
anahudumiwa. Hiyo ndio sababu tunafunga, kwa sababu yetu sisi wenyewe. Wewe personally uhudumiwe huko ndani, ili ukae katika laini ya Mungu, na ukikaa katika laini ya Mungu utakuwa shwari. Sema amen. Amen. Sasa kwa hivyo ni lazima sisi wenyewe tuhudumiwe. Kwa hivyo usipofunga, huyu mtu wa ndani hahudumii, hanoni. Yule mtu wa ndani anatakiwa anone. Huo unaona mbali. Ukianza kufunga unafunguka, unakuwa na hata unaanza kufunguka macho ya kiroho, unaanza kuona mbali, unaanza kuwa na ideas, unaanza kuwa na roho wa ubunifu, unaanza kuanza biashara yoyote, kwa sababu ukianza kufunga unahudumiwa. Unajua kuna mtu amezaliwa yeye ni wa kuzubaa tu, hata ukimpa kazi unaona ni mlegevu, lakini ukianza kufunga unafunguka mawazo, una get ideas, unaanza kugete, unaanza kupata hata njia ya kufanya kazi, biashara, unaona umefunguka. Lakini ukikaa haufungi, unadumaa. Huyu mtu ambaye amedumaa hasongi, haendi popote. Na kwa ajili ya watoto wetu, the other thing ni kwamba tunafunga kwa ajili ya watoto wetu. Hiyo ni ya muhimu sana. Lazima ufunge kwa ajili ya watoto wetu. Hata hapa nafikiri nimeshaongea hili. Kuna watoto wangu wawili, yaani mtoto anakuja namba 56 out of 58. Ni kusema yeye ndiyo mkia. Lakini siku moja results zinakuja, au analeta report form, mama anaanza kulia. Yaani anamhurumia. Yaani anaandika vitu havionekani. Mtu yuko darasa la 5 lakini ujue anaandika kama mtoto mdogo. Haelewi. Lakini nikafunga siku 7. Mungu akaniambia, wewe ndio umelala kuliko huyu mtoto. Amka. Ombea mtoto, usi mjinga. Nikaanza kumwombea. Nikafunga siku 7. Sikula kitu hata. Siku 7. Naongea habari ya huyo mtoto. Na siku ya mwisho nikasimama, nikamwambia, na wewe tutafunga na wewe siku hii ya 7, alafu kesho tutafungua pamoja. Tukafungua pamoja. Nikamwambia kaa hapa sasa, nikaanza kudeclare mambo. Nikasema sema mimi si mjinga. Akasema mimi si mjinga. Sema nitakuwa namba 1. Nitakuwa namba 1. Nikamwambia sema si mwaka ujao. Akasema si mwaka ujao. Nikamwambia sema ni next term. Akasema ni next term. Akamwambia nikamwambia mambo, nikamwambia sema nitatembea na ndege. Nikamwambia utasema utatembea na ndege kuliko matatu. Vitu vingine unaongea za ujinga. Akasema hivyo. Akaongea mambo. Nakwambia the following term alikuwa namba 1. From 56 mpaka chifu wa kwetu wa hapa Rombo anaitwa Mepukori alifariki juzi. Akatuita, akasema anataka kuona wazazi hawa, aone walifanya nini. Hakuna kitu kilifanywa. Ni huyu jamaa Ng'ashi akatandika maombi, mapepo yote ya ujinga, kusahau, kuchanganyikiwa. Hao ndio maroho yanayoataki vichwa vyetu. Usipoombea watoto. Do you know, mimi napenda sana kuomba. Nikienda Heaven's Gate naendaga na sadaka za watoto wangu. Na wengi hakuna, mimi sina mtoto wa nyumbani. Ni watu wazima kama hao. Wana wake zao, wana watoto wao. Lakini kila mara nikienda Katoloni, kila mara nikienda Heaven's Gate, lazima niende na sadaka zao. Niko na watoto 5 na mimi na mke wangu. Naenda na kitu kama 70,000, kila mtu 10,000 naenda nazo. Napelekea huyo mtu kwenye madhabahu, huyo mchungaji, namwambia napenda Mungu. Kwanza naongea na sadaka yangu, hii ni ya fulani, nataka umfanye hivi, muongoze, fungua milango yake, fungua biashara yake, fungua maisha yake. Huyu mtoto wangu huko alikoolewa apate kibali, apate neema, apate heri. Yani azae watoto wa kiume na wa kike, watunze, walinde, ndoa yao ifadhike. Yani naongea maneno, napeleka ile sadaka pale, na mimi nimeshaongea nao, nampa yule mchungaji, namwambia hii ni sadaka yangu na familia yangu, nampa, namaliza. Lakini nakwambia yale mambo yamefanyika kwa kufanya hilo tu. Ndio sababu nimekwambia nataka nikufunze na yale nimetenda mimi. Mabadiliko makubwa yameonekana katika maisha yao. Kinashangaa mtu amepewa mtoto hata hospitali,
ameenda amepata ujauzito miezi 9. Anafikiri ni kawaida tu, anaenda kule labor ward, anapata mtoto, anafikiri ni kawaida tu. Na unajua watu wanaenda labor ward wanakufa huko, lakini wanapelekwa theater, wanapasuliwa huko, wanakufa. Au hajakufa mtoto anakufa, lakini wewe umepewa wote, umekuja nyumbani. Lakini unakuta mtu anakuja sadaka anakuja tu analetea mchungaji, ombea, nimebarikiwa, anashuhudia hapa, anapewa shika katoto kanaombewa, anaenda anakaa chini, hata aweke hata shilingi 1000, hata aweke hata shilingi 200. Ulinzi wa kutoa, uombaji wa kuombea watoto wetu una faida kubwa, maana hatuombi maombi ya hapa, hapana. Kuna mashambulizi kule mbele, tunaomba ili kule mbele kupate nafasi, kule mbele wapate ufanisi, kule mbele wapate kibali cha Bwana, kule mbele wapate neema ya Mungu, kule mbele wapate baraka za Mungu, na hizo baraka zilindwe na Mungu. Sasa wakati mwingine lazima kuomba kwa ajili ya familia yako, wewe mwenyewe na mume wako na mke wako na watoto wako. Biblia inasema tuombe kwa sababu yetu sisi wenyewe na kwa sababu ya watoto. Wapendwa, hebu fanya hicho ninachokuambia. Funga hata kama ni siku 2. Funga hata kama ni siku 1. Funga hata, nena mbele za Mungu kuhusu familia yako na kuhusu watoto wako, uone mabadiliko makubwa. Tuko wapi? Na kwa ajili na kwa mali yetu yote. Kitu kingine, watu wakifanikiwa hawakumbuki kuombea mali. Hebu sema kuombea mali. Kuombea mali. Biashara huombewa bwana. Biashara huombewa. Usiache mali yako ukipanuka kidogo. Haujui. Biblia inasema kitabu cha Ecclesiastes, fedha zina mabawa, na sio mabawa tu, maandiko yanasema zina mabawa kama tai. Tai Eagle ndio ndege anaoenda mbali sana. Kwa hivyo fedha unaweza kuvizipata leo, malizia vibaya. Tunaomba kwa sababu ya mali yetu. Linda mali yako, biashara yako. Usifungue duka tu eti kwa sababu umezoea, unaamkaga unakuta kumejaa tu mali hapo. Sasa wewe umeridhika kwa hiyo tu. Umeridhika kama mama wengine wanaridhika eti mtu akipata mchele apate unga yuko hapo, kwa apate kaunga hapo, hakuna mafuta. Yaani ameridhika, hata aoni maana ya maombi. Kwa sababu sasa atakuwa kama mzee mwingine aliniuliza, sasa nichoshe Mungu na mimi nayo nina pesa. Na ndio pesa anazotaja ni milioni kama 2 benki. Sasa milioni 2 ni pesa. Unajua kuna wanaume wanadanganyika. Eti mwanaume akipata hela ana wallet. Ana ka wallet tu amekaweka hapa nyuma. Kamevimba kama kuna ninio, kuna jipu hapa nyuma. Anaringa tu kwa hiyo wallet. Kwanza mwanaume anaoweka pesa wallet, hajakomaa. Hajakomaa. Kweli ndio huo. Hajakomaa. Mwanaume anaweka pesa pale wallet. Hiyo sio pesa ya kuringa nao. Hiyo sio pesa. Hiyo sio pesa kabisa. Pesa ni pesa zinazowekwa zimesimama. Tumefunga mpira bwana, unaweka zimesimama hela. Hizi hela za kuhesabu unatoa huko, mpaka kadi za kazi ziko huko, makaratasi mengine ulipewa ya namba za watu umeweka huko kwa wallet. Watu wanaona jipu hapa, wanafikiri kuna kitu. Hakuna kitu hapo. Pesa za mwanaume zile zinafungwa na mpira, zinasimama hivi kwenye zinasimama hivi. Hiyo ndio hela. Hiyo ndio hela. Hiyo ndio kukomaa. Hiyo ndio tunasema huyu mtu ana financial breakthrough. Mtu ambaye hahangaiki kwenda banki kuangalia eti balance sheet. Hatuangaliagi huko balance sheet. Unaangalia na unajua zipo tu, unani zako. Hiyo inaitwa mahangaiko. Sasa nilikuwa hapa, lazima tuombee mali zetu. Mali zetu. Lazima tuombee mali zetu. Mali zetu. Ombea biashara yako. Wenzetu wanajua, wenzetu wachawi wanaotumia mambo ya ushirikina wanajua, lazima waweke kinga yao. Either ni irizi, ni madawa, ni nini, wanajua. Sisi ndio tumepuuza. Tunapuuza kwa sababu hatuombi asubuhi. Nimeona kwa Wahindi hata hapa Loitoktok
kabla hawajafungua. Wanafungua wenyewe, wanaingia kwanza, wanavukiza udi, wanavukiza uvumba, wanafanya mambo yao hapo. Sisi tukiamka asubuhi basi nafungua, unaanza kusalimiana na watu huko. Nasalimia shikamoo nini, unasalimia na watu huko. Eti kwa sababu umefungua duka sasa unaona kama ni kitu cha maana sana. Kataisha kabiashara, kataisha, katalambwa na adui kwa sababu hauna kinga, hauombi. Sasa haya ndiyo mambo ambayo yamenisaidia. Yamenisaidia. Do you know? Mimi ni mkulima. Na hata pasa wenu anajua, hata huyu anajua. Mimi ni mkulima. Lakini hakuna mahali naweza enda popote hata kama hakunyeshi. Mimi nikienda tu niguze udongo, niinue udongo hivi niseme mimi nimekuja huku Mungu. Siku moja nimeenda sehemu za Ngariorongena huko hakunyeshi. Hata wakaniambia huku, baba, umekuja huko Nikaenda huko na trakta. Nikapata shamba huko eka 8. Nikaenda nikaguza udongo. Na wakati trakta ilikuwa inalima, watu wakaja hapo, umekuja pasta? Asante. Nikamwambia sasa nimekuja kulima huku na ninasikia kwenu hakunyeshi. Nimekuja kwa sababu nimekuja na Mungu wa mvua. Nikaweka trakta, nikamaliza, nikawaambia sasa nendeni mjiandae. Wakaniuliza kama lini? Nikawaambia nimewapa siku 3. Nendeni mjiandae, baada ya siku 3 mvua itatandika hapa mtashangaa. Nikaenda nikaotesha, nikamaliza kila kitu, alafu nikaondoka nikaenda. Baada ya siku 3 mvua ikatandika kule. Na kuambia mvua ikanyesha. Sasa kila wakati, hata leo hii nikiweka mbegu chini, hata watu unipigia simu, pasa utaotesha lini? Tuanze kuotesha lini? Haki na kuambia mbele za Mungu. Kule kwetu watu lazima waniulize, na sio simu. Nakwambia simu kama 20. Tuanze kuotesha lini? Nawaambia kesho kutwa naanza kuotesha. Wanaanza wote kesho kutwa. Kwa sababu nikienda huko nimebeba Mungu wa mvua na nina imani na naombeaka mbegu zangu. Haleluya. Lazima niombee mpaka mbegu. Kazi unayoifanya ipende, iombee. Hayo mashamba ambao watu mimi usikia watu wakisema, hapana, mashamba yana faida, unajua ni kama kuchukua pesa, unatoa mfuko huu unaweka huu. Mimi nanyamaza kwa sababu mimi sitoi huu nikaingiza huu. Hapana. Mimi siingizi huu nikatoa huu. Hapana. Napata pesa. Navunaga magunia 1000 ya mahindi. Uza na 4,000, utabaki ukifanya mahesabu mwenyewe. Hiyo ni kusema nini? Kila mbegu lazima niombee. Na nikiombea, maana hapo ndio mapato yangu yanapatikana. Turudi pale ili nimalize, sije nikala muda wenu. Kuna pale pengine palikuwa panasema wakatoa, wakaomba, wakafunga, wakaomba, wakatoa sacrifice. Kuna mahali palisema hivyo? Judges. Judges. Sijui ni 26. Wakafunga siku hiyo hata jioni, wakasongeza sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani mbele za Bwana. Nataka niongee habari ya kutoa. Kutoa lazima uombe, ufunge, utoe sadaka. Hizo ndizo vitu ambavyo hukupigania vita. Vita vitakuwa ni rahisi, vita vitakuwa vyepesi kama utakuwa mtoaji. Kama utakuwa mtoaji. Nitakwambia mambo ambayo nimeyafanya. Nilikwambia nitangulia kusema kwamba nakufundisha na mimi mwenyewe. Usione kama ninaringa nikikwambia mambo mengine. Nakwambia ukweli ambapo ni kitu nimefanya. Sasa watu hawapendi kutoa. Na nimeshakujua hawatoi kwa sababu hawajui wanamtolea nani. People don't pray because they don't know the power of prayer. People don't give because they don't know the power of giving. Kutoa, hawa watu walipotoa walipata ushindi mkubwa kwa sababu walisogeza kitu hapo. Kuna vita vingine
kama haujatoa sadaka, kama haujatoa sacrifice, huwezi kushinda. Wakati nilipokuwa kule Katoloni, Mungu akaniambia sogeza sadaka, upate ushindi, upate magari, upate nyumba. Kwanza huyu baba wa hiyo kanisa ya KAG alisema ya kwamba mimi nimepata uwanja Kitengela na sasa nataka kujenga nyumba. Hakumalizia hapa, akasema nataka kujenga nyumba ya ghorofa. Mimi nikasikia kama nimechoma na mkuki moyoni mwangu. Nikauliza Mungu, yani umpe mtu uwanja, umpe tena gari, tena umpe tena nyumba ya ghorofa? Nikachukua sadaka, nilikuwa sina pesa, nikaandika kakaratasi deni, nikasogeza pale, lakini nikaongea na kale kakaratasi, nikapeleka hiyo sadaka yangu pale, nikamwambia mchungaji, nimekuja kwa unyenyekevu, pokea hii na ujue kwamba nikifika nyumbani nitakutumia. Nikatoa sadaka yangu, ilivunja kila roho. Nikiwa huko na kuna mawe nilikuwa nimeweka pale nyumbani, yani can you imagine, nimenunua mawe miaka 7, yananyeshewa, yanakuwa green, yanakuwa yellow, yanakuwa blue. Yani nakwambia shetani amekalia kila kitu, hakuna kusonga, hakuna kuendelea. Nilipofunga ule mkataba wa adui shetani wa kutojenga ukavunjika. Nikiwa kule mtu mmoja akanipigia simu akiwa Mombasa, akamwambia mdogo wangu kwamba unaenda huko Loitoktok. Akamwambia akamwambia nataka nikupe sementi 80 upelekee ni msichana wangu, upelekee baba kule nyumbani. Kuna mawe yake imekaa hapo miaka 7, aizike huko ipotee. Akapeana sementi 80 na akapeana 50,000. Niko Katoloni. Sasa yale madhabahu yameshavunjika ya kuchelewa, nikiwa Katoloni na sijampigia simu, sijamwambia chochote. Mungu akaanza kufanya kazi, nikapata pesa za kuzika yale mali. Na kutoka hapo nilipoanza kujenga, maana mimi nilikuwa specific, nilikuwa nimemwambia Mungu nataka nyumba ya ghorofa. Tangu nilikuwa kijana nitamani sana kukaa katika ghorofa, na sasa nikapata upako huo, nikapata nyumba ya ghorofa. Sasa kwa sababu gani? Nilitoa. Ukitoa lazima upate. Sasa watu hawapendi kutoa. Hata hii fungo la 10, ukiona watu wengine wanatoa kuna utoaji wa fungo la 10 tunauita utoaji wa kifafa. Anaanguka miezi 3 atoi, anaenda anainuka tena anatoa 2,000. Hata sio pesa ya kuhesabu kwamba ni fungo la 10, hapana. Kubahatisha tu, anasema acha nitoe 3,000, nikitoa 3,000 niweke hapo itakuwa fungo langu. Hapana. Tunapenda mtu ambaye anavululiza, toa mwezi huu, toa mwezi huu, toa mwezi huu, toa. Hiyo ndio fungo la 10. Sadaka huku kwenu ni kuzuri. Nimeenda kwingi, unakuta mtu anatoa sadaka ya 50. Tangu alizozaliwa ni 50. Mwaka jana ni 50, mwaka huu ni 50. Na mwaka juzi anataka kutoka 50 shillings. Na tena akizitoa ni kama na ugomvi nazo. Unakuta kamekunjwa, ni kama kametoka mdomo wa ng'ombe. Kamekujwa hako ka 50, kamefinywa, yani kako hivi. Kamefinywa, kametumbukizwa. Ni kama alikuwa hataki hata kutoa. Lakini ukitoa kwa Mungu. Mimi nimeshatoa mara nyingi. Yani nafanyaga mambo. Yani nataka nifanye mambo, naona kama sijatoa. Mimi nikianza kutoa, natoa kana kwamba sioni mtu mwingine. Yani sidhani kwamba kuna mtu mwingine, hapana. Natoa kana kwamba sioni mtu mwingine wa kutoa. Na sio kwamba ninavyo sana, hapana. Sio kwamba ninavyo sana. Siku moja nimefanya hivi. Mungu ameniongelesha niende nikahubiri sehemu za Tabora, na nikaondoka nikaenda Tabora. Nilipoenda Tabora, nimeenda huko nikaenda nikatumia 350,000. Nikachukua bus zile nzuri hapa Tanzania, nikatafuta watu 50 wa makanisa yote, sio kanisa la Deliverance, watu wa Pentecostal, watu wa Tabernacle, makanisa yote tukatafuta watu nani anataka kwenda kuhubiri na mimi. Nikamwambia hakuna hata shilingi moja utapata, mahali pa kulala, chakula, wewe ni pasipoti tu. Bas tukashika safari, tukaenda Nairobi, tukaenda Tabora, nikahubiri huko. Mimi ndio nilikuwa mhubiri. Watu 120 wakaokoka na 20 Waislamu. Nikiwa kule watu wanazungumza maneno mengi sana, wanasema mtu hawezi kutoa pesa kama hii bure. Hii kanisa ni ya Freemason, huyu mtu ni wa Freemason. Ukiona akitumia pesa nyingi, nani anaweza kutoa pesa nyingi hivyo? Unajua watu hawajazoea mtu kutoa pesa
Watu siku hizi wameshindwa, hata hawajui kama hawajui kama Mungu ana vitu vya kubariki watu navyo. Hawajui wachungaji wako, hawajui washirika wako wamebarikiwa. Wao wanaonaga shetani. Ukiinuliwa wako kwa biashara kako, watu wataanza kusema tu, hata huko kwenu nyumbani. Nasikiaga hata wengine hawaendi nyumbani kwa sababu amenunua gari. Mpaka kaiweke mjini, aende nyumbani mguu. Yaani kisirani cha shetani tu. Umepata gari tena ukaiache huko, utaki watu waione. Hata ukianza kujenga lazima ujifiche. Hiyo nyumba kwanza uende sijui ifanywe nini, mpaka ujenge ni kazi kubwa. Mungu amekubariki tena, kujenga nako ni kazi. Sasa mimi nikaenda kule nikahubiri nikarudi. Niliporudi nikakaa. Baada ya miezi 2-3, mtu mmoja akanipigia simu akaniambia, "Pasta uko wapi?" Nikamwambia mimi niko tu, na yeye yuko Nairobi. Wala si mshirika. Akaniambia, "Nina kitu ninasumbuliwa sana Mungu nacho, nataka tushare." Nikamwambia fanya haraka, Mungu asije akakuua kabla hatujashare. Basi tukakaa, nilikuwa na mikutano sikumbuki ni Rwanda ni Burundi. Mimi tukakubaliana kwamba niende mkutano huo, nikirudi nipitie Nairobi. Mimi nilipotoka kule nikasahau, nikaingia gari mfululizo, mimi nikaja nyumbani. Kufika nyumbani tena akakaa, baada ya wiki 2 akanipigia, "Umerudi?" Nikamwambia mimi nimesharudi, niko Loitoktok. Akaniambia, "Ai, mbona ulisahau tuonane?" Nikamwambia, "Ai, nilisahau." Akaniambia, "Nipe account yako." Nikampa account. Akaweka 2.3. Nitarudia tena. Akaweka 2.3. Hata na mimi nikashangaa kama ulivyoshangaa. Nikamuuliza, "Umekosea?" Akaniambia, "Hapana. Hiyo ndiyo pesa Mungu ameniambia nikupe kwa sababu ameona kazi ambayo umefanya." Mimi nilitoa 350, nimepata 2.3. Untaxed money, sio za kulipa, sio za M-Shwari, sio za M-Kopa, sio za Equity, sio za SMEP, ni zangu na Mungu. Baada ya wiki 3, mwingine akanipigia. Kananiambia, "Baba, uliniombea siku ile na nimeshafanikiwa. Unatakaje? Nipe account." Nikampa, akaweka 1 million. Yaani mimi kupewa milioni si kitu. Kwa nini? Kwa sababu na mimi nimeficha mkono utoao ndio ubarikiwa. Unajua sisi mapasta tunapenda washirika. Utakuta eti tunaombea sadaka hapa. Sasa pasta anaambiwa ombea, anasema, "Baba, tunashukuru wote waliotoa wabariki, na wale hawakutoa hata nao wabariki." Hiyo ni uongo. Hawezi kubarikiwa. Hiyo ni uongo. Ni pasta tu kupenda watu tu. Lakini ukweli ni huu, ambaye hakutoa hawezi kubarikiwa. Atabarikiwa wakati ule mwingine akija na atoe, atabarikiwa. Lakini huu tumetoa leo, abarikiwi. Maana mkono unaobarikiwa ni unaotoa. Huyu hakutoa, alikaa kule. Hakupenda kutoa, hata alikuwa na sadaka yake akakaa nao. Sasa tena useme abarikiwe nani? Mungu si mjinga, si mdhalimu. Maandiko yanasema au adhihakiwi. Huwezi kumchezea karata, umchanganye eti yule akutoa na yule ametoa wote wabarikiwa. Haiwezekani. You can't do that. Second Kings 3:26. Naye mfalme wa Moabu alipoona ya kwamba ameshindwa vitani, alitoa pamoja naye watu 700 wenye kufuta panga ili wapenye hata kwa mfalme wa Edomu, wala hawakudiriki. Ndipo akamtoa mwanawe wa kwanza. Sikia, huyu alikuwa kwenye vita. Yaani nataka nikufundishe nguvu za kutoa. Akaona kwamba watashindwa. Ijapokuwa alimtolea shetani, lakini Mungu alipima, akaona imani ya hawa watu, wameamua kutoa mtoto. Huyu mfalme alitoa mtoto wake ambaye alikuwa ndiye atakaye panda ngazi akalie kiti chake baada ya kufa kwake yeye. Akasema, ili nimuonyeshe Mungu wangu kwamba ninataka ushindi, nataka nikate huyu mtoto nimtundike. Akamuua mtoto wake ambaye alikuwa ndiye akalie kiti, akamuua, akamtoa kama sadaka. Hizo ndizo nguvu za kutoa. Sasa wana wa Israeli, japokuwa Mungu wao anaitwa Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, akawaachilia. Akaona upumbavu wao, hawatoi katika vita, hawatoi kitu cha kuwasaidia kuwasukuma, hawana backup katika vita yao.
akawaachilia, wakauawa. Maandiko anasema huyu jamaa alitoa mtoto wake, akachinjwa, akakatwa, akauawa. Sasa wakapata ushindi. Kwa sababu gani wamepata ushindi? Kwa sababu ya kutoa. Una vita vingine kama utoi, utashindwa tu. Mungu anakuangalia anasema wewe kaa mkono birika. Wangapi hapa wanajua mkono birika? Watu wote ni wadhamos. Watu wote ni wadhamos. Sijui kama hapa nimeshaongea hili. Kuna mkono birika. Birika ilikuwa namna hii. Chai inakuja hapa kutoka kwa birika, inapanda, inakuja, halafu inamiminika huko. Lakini sasa aka kama mkono hapa, mama alikuwa na kakichungi yake anaingizia hapa, anakuja kuosha hapa. Maana hapa kuna kachai kalikuwa kana baki. Wale watu hawatoi, kuna kaarufu kako hapa. Kuna kaarufu kanatembea hapa kwa watu ambao hawatoi. Yani wanatu vituko, hawapendi, mara manunguniko, yani hata kutoa kwao ni shida kwa sababu wanakauchafu waka. Na ukiangalia hata wakati tunataka kufanya kitu hapa kanisani, tuseme watu sasa watoe chakula, toa mchele, toa nyama, toa nini, yeye atainua mkono aseme niandike chumvi. Maana anajua chumvi ni ya shilingi 20 tu. Hataki kutoa kitu cha maana, anataka kutoa chumvi tu. Niandike chumvi tu. Yani yeye hataki vitu vya gharama, hataki kugaramika kwa sababu yeye hapendi gharama. Sinimalizie hapo jamani, ili tupate ibada hiyo nyingine, lakini tamaliza na hii 2 Chronicles 31 verse 10. 2 Chronicles, Mambo ya Nyakati wa Pili 31 mstari wake ni wa 10. Tufungie hiyo chapter hapo. Azaria kuhani mkuu wa nyumba ya Sadoki. Huyu alikuwa ni mtu alimekuja kufundisha semina ya kutoa kama hii. Ngash ametumwa hapa kwenu. Sasa akukawa kuna pasta alikuja kutoa. Sasa Reverend Charles anatoa habari ya tangu tulipo fundisha kutoa matokeo yake ni nini. Azaria ndiye alikuwa pasta wa nyumba ile. Pasta wa nyumba hii ni Reverend Charles, anatoa habari tangu watu waje wafundishwe kutoa. Hebu tusikie. Akamjibu akasema, tangu watu walipoanza kuleta matoleo nyumbani kwa Bwana, tangu watu waanze kutoa matoleo. Watu wakianza kutoa matoleo, kuna mambo yanafanyika, kuna mabadiliko yanafanyika katika nyumba ya Mungu. Tumekula na kushiba na kusaza tele. Jambo la kwanza, watu hupewa chakula, hawana shida ya chakula. Hivi vitu inasumbua watu ya kula, nyama, pilao, machapati, nini, hiyo haina shida. Watu wakianza kufanya hivyo, kutoa katika nyumba ya Mungu, vyakula haviwasumbui. Hii maisha ya ndege John, kubahatisha kula, haujui kama utakula saa 7 na ukila saa 7 haujui kama jioni kuna chakula, hiyo inaitwa maisha ya ndege John. Sasa hiyo maisha inaondoka ya usumbufu. Kupika chakula unagombeza mpaka watoto, mbona mnakula kama nguruwe? Sio kula kama nguruwe, wanataka kula watoto. Ni chakula hakuna. Ni chakula hakuna. Sasa watu kwanza wanakula. Na maandiko yanasema wanashiba. Unajua kuna watu wanakula na hawashibi. Alafu wanasaza. Kusaza ni kubakisha. Na sio ile kubakisha ya watu nao waona. Unajua watu siku hizi, na nimehubiri hii sana. Kule kwetu nimefundisha watu sana. Yaani unakuta watu wameitwa katika sherehe ya harusi, ya mazishi, na watu wanaambiwa kuna buffet pale. Sasa mtu anaenda anasema niwekee hii, niwekee mkimo, niwekee mchele, niwekee chapati, niwekee nyama. Alafu anaenda anakaa chini. Anakula, alafu anatupa hicho chakula. So sad. Unatupa chakula wakati chakula kinenunuliwa na kwanza nikifikiria wakati wa matanga, wakati wa mazishi, watu wanang'ang'ana kununua hicho chakula. Yaani alafu unaona watu wanabakisha. Na sio kushiba ameshiba, yaani kauzungu. Anikausha hapa eti ameshiba. Na sio kushiba, ni ujinga tu na upumbavu. Nitauita upumbavu kwa sababu kwani utupe chakula?
Otherwise, kwa nini usiweke? Mimi ngoja nikwambie kitu. Mimi tangu nizaliwe sijawahi tupa chakula hata siku moja. Sijabakisha chakula kwenye sahani, sibakishagi. Mimi napimaka chakula changu cha kunitosha. Sina shida na chakula mimi. Lakini nimeshajua ukiona watu wa namna ile ni ulafi. Ulafi ndio unawasumbua. Anaweka, anaona kama amalizi, anaona kama ishibi, anaona hajakula nyama siku nyingi, anaweka sijachukua chapati, hajakula chapati kama miezi 2-3, anaweka hapo. Sasa akitoka hapo, yani anakula overdose. Hata akifura tumbo ajue amefura ni chapati ni nini, yani anafura tu tumbo. Don't do that. Yesu mwenyewe akaonyesha hivyo. Wakati watu walikula ile samaki na ile mikate yote, akasema hicho kilichobaki kiwekwe kwenye kapu, kiletwa hapa. Hakutupa. Why? Alituonyesha umuhimu wa kuhifadhi chakula kama hicho. Kwa nini uweke chakula cha kutupa? Sasa tunakula, tunakunywa na kusaza tele, kwa kuwa Bwana amewabariki watu wake. The other thing God does, mkianza kutoa, anabariki. Anabariki. Sasa tukishatoa, Mungu anabariki watu wake, na kilichosalia akiba yake hii kubwa, unapata uhifadhi wa akiba. Ukishaanza kutoa, unakuwa na pesa, unakuwa na chakula, unakuwa yani unapata prosperity, unakuwa na kusaza, inajazwa, inatikiswa na inamwagika. Kwa nini? Umeanza kutoa. Na waombea neema ya kutoa, sema amen. Amen. Na waombea ushindi wa kufunga na kuomba, amen. Sema amen. Na waombea neema ya kuendelea katika jina la Yesu Kristo. Baba, nafungua milango ya watu hawa, kwamba ukawabariki, ukawainua, ukawape neema. Bwana, ukawashindanie nguvu zinazopingana nao, ili wasiombe, ili wasifunge. Tunakamata kwa jina la Yesu Kristo, tunavunja kila ngome na kila falme za giza na utawala wote wa adui. Navunja kila mamlaka, maroho ya ufukara na umasikini na uchochole. Navunja kwa jina la Yesu Kristo. Naangamiza kila kazi za adui shetani. Kila pando lisilopandwa na Yesu na ling'oa kwa jina la Yesu Kristo. Na ng'oa umasikini, na ng'oa ufukara, na ng'oa uchochole, na ng'oa kila ngome na falme za giza, maroho ya kutopaa, nguvu za limitation. Na kamata kwa jina la Yesu Kristo. Na achilia damu ya Yesu Kristo, mtoa baraka za Mungu, na unyunyizia kwao, wakafanikiwe, wakabarikiwe, wakainuliwe na Mungu wa Ibrahimu, wakabarikiwe. Kawape neema, kawape kibali machoni pako na machoni pa wanadamu. Biashara zao zikanawiri. Na achilia neema ya baraka katika biashara zao. Wafungulie biashara zao, wape neema, wape kibali. Hiyo ndio sababu tunaita fedha, fedha za kila namna, fedha za kila taifa. Tunaita dola, tunaita pounds, tunaita euro, tunaita franc, tunaita fedha za Tanzania, fedha za Uganda, fedha za mataifa ya mbali. Zikawajilie, wakapate neema, biashara zao zikapanuke, uwezo wako ukafanye kazi katika jina la Yesu Kristo. Maroho yanayofuatilia watu, generational curses, tunakemea kwa jina la Yesu Kristo. Na achilia neema yako sasa, uwezo wako ukafanye na ukatende kazi, nguvu zako zikatembee kwa njia ya kipekee. Mwana wa Mungu, njoo, tukuka, heshimika, inuliwa na ubarikiwe. Nguvu zako zikafanye kazi. Tunavunja kila mikataba iliyopangwa na adui shetani katika maisha yetu. Bwana Yesu, tupe uvivio, tupe uamsho, tupe neema, tupe kibali katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kuamini. Amen.